Usijifunze coding mwaka huu kama lengo lako ni kutengeneza pesa, na hasa kama uko Tanzania ama East Africa. Wakati mfanyabiashara wa Kiafrika amechoka, amelala, message za wateja zinaingia na hazijibiwi kwa wakati, ndio wakati huo mfanyabiashara wa Ulaya ameweka automation systems, anauza hata akiwa amelala. Sio kwa sababu ana akili nyingi, hapana. Ni kwa sababu biashara yake inaendeshwa kwa system. Biashara nyingi hapa East Africa zina tatizo moja, zinaendeshwa manual. Hakuna system za kusimamia wateja. Leads zinapita kila siku, Instagram, WhatsApp na Facebook, lakini hakuna njia ya kurekodi data za wateja. Hamna automation, kila message inajibiwa kwa mikono. Hakuna follow up sequence, matokeo yake biashara inakuwa inatafuta wateja wapya kila siku. Na hapa ndipo fursa ya dhahabu ilipo. Wakati wengine wamelala, asilimia ndogo sana ya wajanja wanatumia AI automation kutengeneza mifumo inayoingiza mauzo masaa 24. Na jambo la kushangaza zaidi, uhitaji kujua coding hata mstari mmoja. Hii sio fursa ya maprogramu, ni fursa ya mahasla na wafanyabiashara wanaotaka matokeo na mabadiliko. Karibu sana Pesa Smart. Mimi naitwa Billy Clinton, nafanya deep practical research za fursa mpya mtandaoni mapema sana, na sasa hivi nipo kwenye AI automation na hasa hapa East Africa. Automation bado iko early stages East Africa, tofauti na Ulaya na US ambako imesha mature. That's why hii ni opportunity kwetu. Ndani ya hii video nitakuja kueleza kwa nini kuhitaji coding kwenye automation, jinsi automation inayofanya kazi, kwa nini 2026 ni turning point, na jinsi ya kuanza bila mtaji kabisa. Na hebu tuangalie pain point ya wafanyabiashara wengi wa Dar es Salaam, Nairobi na East Africa kwa ujumla. Biashara nyingi hapa zinaendeshwa bila mfumo, tunaita manual operation. Fikiria huu mfano, umetumia $200,000 kulipia matangazo kwa maana ya ads, Instagram au Facebook. Tangazo lako ikatokea bahati likafanya vizuri. Umeamka asubuhi unakutana na DM 150 na message 80 za WhatsApp. Watu wanauliza bei gani, duka liko wapi, kuna delivery, location ni wapi. Lakini kwa sababu wewe ni binadamu, utaanza kujibu kwa mkono. Tuashumu utajibu watu 30 wa mwanzo, alafu baada ya hapo utajikuta umechoka ama utaenda kufanya majukumu mengine. Matokeo yake itakuwa ni nini? Kutakuwa na kitu kinaitwa lead leakage, kuvuja kwa wateja. Wale watu 120 ambao hujawajibu kwa wakati, kuna probability kubwa sana wataenda kununua kwa mshindani wako. Wateja wanapotea, and sometimes unajikuta hurudishi hata pesa ambayo umetumia kutengeneza ad. Tatizo kubwa hapo sio wewe, tatizo kubwa ni kukosa system thinking. Wafanyabiashara wengi hawaelewi kuwa kila message inayoingia kwao ni data. Mteja akikuuliza swali ukashindwa kupata hata namba yake ya simu kumweka kwenye database yako, unakuwa umepoteza fursa ya kuja kumuuzia in the future. Na hiyo inaitwa lifetime value. Kisha unakuwa unafanya kazi ya kutafuta wateja wapya kila siku. Waingereza wanasema customer retention is cheaper than customer acquisition, kwa maana ya kwamba kumbakisha mteja ni rahisi zaidi kuliko kumtafuta mteja mpya. Sasa kwenye situation kama hiyo ya umeset ad, alafu DMs na comments za kutaka kufahamu kuhusu bidhaa zako ziko zaidi ya 150, alafu wewe ni one man army, unasimamia kila kitu wewe mwenyewe, ina uhakika hutofanikiwa kuexploit vizuri hilo tangazo lako. Kwanza ngoja tuwe real kidogo hapa. Watu 150 sio wote ni wateja, na hatuwezi kuwaita wateja. Pia kwenye lugha ya automation hatuiti wateja, tunaita lead. Hapo kuna makundi mengi sana ya watu. Kuna wanaofanya window shopping, kuna wanaojaribu kuona kama inawezekana, kuna wale wanaowekaga malengo kwamba siku nikipata pesa nitanunua hii bidhaa. Kisha ndo kuna wanunuaji wa kweli sasa, ambao hawa ndio unatakiwa udili nao. Na ukianza kujibu wewe mmoja baada ya mwingine, kuna probability kubwa sana unaweza ukaanza na wateja wanaofanya window shopping badala ya kuanza na wanunuaji, ukajikuta umepoteza real customers kwa sababu umechelewa kuwajibu. Na kwenye situation kama hiyo ndo automation inakuwa real savior wa kipekee. Nisikilize kwa makini hapa. Automation ina uwezo wa kuchuja wateja kwa magroup kulingana na uhitaji wao, na hii inaitwa customer segmentation and sorting. Unaweza ukaiset katika namna ambayo wale wanaohitaji kwa wakati huo
na wako serious, wakaja WhatsApp na wengine wakapewa details za biashara yako na wakaendelea na mambo mengine. Hii inakupa nafasi wewe kuuza na sio kushinda unaeleza product yako. Hamna kitu huvunja moyo kama unachati na mteja ukidhani huyu ni mteja ananunua, kumbe mwenzio anaulizia ili siku akipata pesa ndo aje anunue, na ukute hata ununua kwako sometimes. Japo automation ina uwezo mpaka wa kutunza data zako za wateja wanaobaki na kuwakumbusha in the future kwamba walikuwa wanataka kununua hiyo product. Automation haiishii hapo tu, inaweza kufanya mambo mengine mengi sana. Kwa mfano kukusanya data za wateja, namba, emails na mengine mengi, lakini pia inaweza kufanya follow up na kadhalika. Najua utakuwa unajiuliza how hii ni opportunity. Sababu kubwa ni kuwa biashara zinabadilika, zinakuwa ni online based sana, na kitu kizuri ni kuwa mpaka sasa wanaofanya hii kitu hapa East Africa ni wachache, na ndo kwanza ipo kwenye early stages, na hapo ndo kuna gap la mimi na wewe capitalize. Actually hii ni kitu ambacho Ulaya imefika maturity level, na hata demand yake imepungua kwa sababu biashara nyingi wamesha automate mifumo yao. But huku ndo kwanza wafanyabiashara wanatakiwa kupewa elimu. Miaka 2 ijayo kuna probability kubwa sana demand ya hii kitu itakuwa ni kubwa sana, na ndio maana unatakiwa uanze kujifunza sasa, ili mfumuko wa demand ukitokea uwe wa kwanza kunufaika nao. Na ninasema hujachelewa kwa sababu ni watu wachache sana ambao mimi nimewaona kwa kufanya uchunguzi ambao wanatumia huu mfumo, na mtu wa kwanza niliyemuona ni Azam TV, anatumia kwa WhatsApp. Kinachofanya ichelewe na iwe slow ni sababu chache kama mitazamo. Watu wanaamini hii ni kitu kwa ajili ya biashara kubwa, na pia wanaamini ni gharama, kitu ambacho sio kweli. Kuna automation mpaka za free. Ninaposema huu mfumo sio tabu kuseti na kuwa na maanisha, unaweza kaona huu hapo ni mfumo ambao niliuseti kwenye Instagram yangu kwa ajili ya kutafuta hustlers wanaotaka kujifunza na wafanyabiashara wanaotaka kusetiwa hii automation. So nilianza kwanza kwa kuseti trigger kuanzia kwenye posti, kwamba mtu akicomment kwenye hiyo posti apelekwe DM. Nikachagua posti, nikaja nikaseti triggers kama unavyoona hapo, kisha nikaenda nikaseti public reply, kwa maana kwenye comment yuko atajibiwa. Baada ya hapo nikaenda kuset open a message ambayo mtu atakuwa anaipata mara ya kwanza. Nikaweka na tag ya name, kisha nikaweka option 2, mfanya biashara na hustler. Nikawagawanyisha, ina maana nikatengeneza pathway 2. Kisha kwenye mfanya biashara nikaweka option ya kwanza ambayo anatakiwa achague ni biashara gani ambayo anaifanya yeye, na kisha nikaweka option ya pili ambayo inasema aseme tatizo lake kubwa ni nini, kupata wateja ama kufanya follow up na vitu vingine. Alafu option ya tatu pia nikaweka anapata wateja wangapi ama maulizo mangapi. Unaweza kuona kuna vitu vingi hapa hivi nimeviweka, lakini hiyo vitu vya njano hivyo ni tags ambazo ziko ndani, hazitakuwa zinaonekana kwenye DM. Hapa vitu ambavyo vitakuwa vinaonekana kwenye DM ya mteja ni hizi message ambazo zimewekwa na label ya Instagram. Na so nikaiseti hii automation, nikaweka option nyingi, na mwishoni nikaja nikamalizia na ujumbe ambao umetag information ambazo wamejaza, halafu nikaweka na button ya kuwapeleka WhatsApp. Kwa kama mtu atataka kubook consultants au atataka kuzungumza na mimi, ataklik hapo, ataenda WhatsApp moja kwa moja. So unaweza kuona jinsi ilivyo rahisi kuset hii automation. Mtu yoyote anaweza kufanya, actually ni issue tu ya kujifunza, ukaelewa kipi ni kipi, ukajikuta mwisho wa siku umeelewa na wewe unaweza ukafanya. Teknolojia inakuwa, AI inakuja kwa kasi, mifumo inabadilika, na ukiendelea kusubiri mpaka kila mtu aanze kufanya hivi itakuwa too late. Sasa ni wakati wa kuchukua hatua halisi na sio kuangalia tu video. Sasa wewe ukiwa kama hustler unaweza jifunza hii skill which is simple sana, kisha ukaamua uanze kupeleka sample za bots ulizosuka kwa wafanyabiashara kuwaonyesha, ili kama watapenda uweze kuwasetia kwenye biashara zao pia. Na kama haitoshi, unaweza ukaiuza hii skills kwenye freelancing platform kama Fiverr na Upwork, na hayo yote yanawezekana, ni simple. Kwa wewe hustler au unayetaka kujifunza ujuzi wa AI automation hatua kwa hatua kuanzia sifuri mpaka kuanza kutengeneza kipato ama kuuza hii skill, tafadhali bonyeza link ya kwanza kwenye description chini ya hii video. Jiunge na training group yetu ya WhatsApp ya Pesa Smart ili uchukue huu ujuzi na wewe.
Kwa hiyo mfanyabiashara ambaye unaona biashara yako inavuja wateja, unapoteza muda mwingi kujibu message kwa mikono, na unataka mfumo huu usetiwe kwenye biashara yako, kwenye Instagram pamoja na WhatsApp yako, tafadhali bonyeza link ya pili kwenye description, tuongee ili niweze kukupa suluhisho ya hilo tatizo lako. Subscribe ili usipitwe na video inayofuata. Hii ni Pesa Smart.